CWT, wajibu na haki. Mimi mengi ambayo nilitaka niseme kwako na kushukuru kwamba umekubali badala ya kuyatamka yote kabisa hapa nikupatie uende nayo, utashughulika nayo. Jamani, piga makofi kwa mtumishi huyu mzuri ambaye amekubali hapa. Kwa hiyo yale already nataka kuamini, na kwa uzuri wako unavyoonekana huwezi kuyaacha hata kidogo, utayafanyia kazi vizuri. Walimu sisi, kwa kifupi kidogo, tuna Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ina sehemu kubwa kwetu. Kozi mitaala pia inatokana na wizara yake. Lakini tunayo TSC, tunayo bodi ya elimu. Nataka usikie haya makundi. Lakini pia tunayo wizara ya TAMISEMI, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, ofisi ya rais mtumishi. Wizara zote hizi na makundi hayo niliyoyazungumza yanashughulika kwa namna moja au nyingine na watumishi walimu. Wakati mwingine matatizo au shida mbalimbali zinazoweza zikawapata walimu zinaweza zikatokana na mlundikano wa makundi mengi kiasi hicho. Upo uwezekano kundi moja likatekeleza mambo yake effectively, likatoka hapo likapeleka kwa mwingine, likapeleka kwa mwingine tena na mwingine, huenda kwa sababu ya kutegemeana. Wakati mwingine ni ngumu kujua nani amezembea na amezembea kwa hatua ipi na ilifanyika kwa wakati gani, inakuwa inatusumbua. Yakiwekwa mambo haya vizuri, inaweza ikatusaidia kutembea kwenda vizuri. Sasa kwa sababu ya nafasi yako na yale ambayo nimekwisha kupa tayari, najua utayafanyia kazi vizuri. Niseme tu kamoja hivi. Hawa ni walimu ambao kuna kitu kiliwahi kuitwa teaching allowance kwa walimu. Leo hakipo. Lakini kuna kitu kwa mujibu wa sheria za sasa, nimekuandikia hapo, inaitwa overtime allowance. Kwa walimu hakipo, na kipo kisheria kwa watumishi wa umma na wengine wanapata. Lakini inajulikana kwamba muda wetu wa kazi ni masaa 8 kisheria. Kuanza saa 1:30 asubuhi kumaliza saa 9:30 alasiri. Upande fulani wa maelekezo ya kisheria au skimu, mwalimu hawezi kufika kazini saa 1:30. Mwalimu, of course umekuwepo darasani, mimi pia, anafika kazini kabla ya mwanafunzi kufika ili kuweka ulinzi. Kwa hiyo tuseme mwalimu anafika kazini saa 12 asubuhi. Kama hivyo ndivyo automatically anastahili kupata overtime allowance. Sasa kama teaching allowance hakuna, hata overtime. Mheshimiwa Naibu Waziri alileta hili kwako. Walimu hawa unaowaona ni pete na kidole na serikali
ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutoyaona haya yanayoweza kuwa maslahi yanayowafaa watumishi walimu, wakati mwingine ni kufanya watu waendelee kujisikia vibaya, lakini tumeendelea kuwa wavumilivu na hatuna maneno. Kazi yetu tunafanya vizuri, sababu tunajua sisi moja ni kioo cha jamii, lakini pia ni walezi wa taifa hili, na kwa namna yoyote kupitia elimu taifa hujengwa, maendeleo patikana. Nimesema machache, mengi nimeandika hapa.